kumpa kidonda kidogo sana. Nini kikatokea? Ameisha kumpenda Timi. Mama haamini kabisa anachosikia mazee. Timi akamfukuza Jennifer hapa ndani, maana alishatibua kila kitu. Mama akataka kujua ukweli. Timi akathibitisha kweli aisee, kila kitu ambacho amekizungumza Jennifer ni cha ukweli. Noma sana hii. Na wewe? Grace akasema alitaka uhuru wake tu. Mama akamind kishenzi unaambiwa. Alijua Grace hana tabia kama za Jennifer, kumbe ndo Jennifer Pro Max kabisa. Mama hakutaka kubaki hapa ndani tena. Alikuwa anategemea kupata mjukuu na nini, kumbe ni uongo mkubwa tu. Ikabidi atembee tu mazee. Mama kaishia kununua nguo za mjukuu wake bure tu mazee. Kamnunulia mtoto ambaye hayupo. Noma sana hii. Hiki kitu hata Grace kilimuuma kishenzi unaambiwa. Timi alimpigia kishenzi mamake na nini, lakini haokoti simu. Alipiga akapiga tena, lakini hola mazee, uongo wako umemponza hapa ise. Noma sana hii. Ikabidi ampigie simu mzee wake ili ajue kama amepewa taarifa na mama yake na nini, maana bi mkubwa apokee simu yake wala kujibu message. Akamwomba sana msaidie kuongea naye na nini. Noma sana hii. Mwisho Grace akaja kuomba msamaha kwa Timi. Akasema ni kosa lake kuja hapa. Akasema namna ambavyo mama yake alikuwa anamtazama, alijihisi mkosefu mkubwa mno. Mama alikuwa na hasira za Jennifer, ndio maana alifurahi sana alipokutana na wewe. Grace akasema alishawapiga wanaume wengi mno, lakini kwa Jennifer imekuwa tofauti kabisa. Ulikutana naye vipi Jennifer? Grace akasema kazi yao ilikuwa ni kuwapiga wanaume wasio na adabu, wanaume wanaopenda kuwasaliti wake zao na nini, vitu kaizo mtu wangu. Sasa kuna siku wakati wanampa adabu huyu msaliti, Jennifer aliona kila kitu. Akavutiwa sana na hiki kitu mazee. Baada ya tukio, Jennifer akawafuata washikaji kuwapa kazi ya kumtandika Timi. Akasema mpenzi wake amekuwa akimpiga kila siku na amemtaka atoe mimba mara 5. Kila mtu akashangaa mazee. Mara 5? Mnaweza kumpa fundisho kidogo kwa ajili yangu? Timi alishangaa kinoma hizi taarifa mazee. Grace akasema walipewa nusu ya pesa ili waifanye hii kazi. Timi akasema Jennifer ni muongo sana, ni msaliti. Niliwahi kumfuma Jennifer na mwanaume mwingine kwenye kitanda changu na bado nikamsamehe. Mwana ana moyo sana mazee. Kwa nini? Alikuwa ananitishia kujiua. Kwa hiyo hicho kitu kikanifanya mimi nisimwache Jennifer. Siku ya mwisho mchizi alipotamka kuwa waachane, Jennifer akampiga kibao. Mchizi akusema kitu akatembea tu hapa. Kwa hiyo mkamalizaje sasa? Jennifer alikuwa na mradi wake. Mradi gani huo? Alikuwa anatembea na kila mwanaume mwenye pesa. Mwisho anamuibia pesa zake kwenye simu na kila kitu. Nilimpenda kwa moyo wangu wote. Tulidate miaka 4 sasa. Huyu Jennifer ana pesa nyingi kuliko wanaume wengi tu. Nilipojua kazi yake, nikaamua kuachana naye. Grace akasema angejua asingekubali kuja kuifanya hii kazi. Mwisho akaomba msamaha kwa mchizi na nini. Noma sana hii. Na mchizi naye akawa na namna, akawa amemsamehe tu hapa. Baada ya muda, Jennifer akarudi na mbavu 2 hapa. Akasema amekuja kukamilisha kila ambacho alishindwa Grace. Grace akatimua mbio mazee. Acha Timi achezee. Alichezea kishenzi unaambiwa. Alipigwa kinoma yani. Mmoja si akajichanganya kumfuata Grace, akakutana na nyundo moja nzito mno. Grace akawafuata wengine na nini, walikimbia kinoma unaambiwa. Hali ya Timi ni mbaya kishenzi. Ikabidi atafute msaada sasa hapa. Mtihani ni kuwa atavuka vipi getini na amefungwa kitu cha umeme mguuni. Noma sana hii. Akakumbuka alivyopigwa shoti mara ya kwanza, mwili unagoma kabisa kuvuka mazee. Huku hali ya Timi ni mbaya mno. Grace akaona sio kesi mazee, akavuka vile vile tu, akapigwa shoti moja tamu sana, akaganda pale pale. Huku Timi akapambana kinoma kuhakikisha na kuwa sawa. Yani alikuwa anajipambania kinoma yani. Ikabidi aanze kucross sasa hapa. Akajivuta hadi kwenye friji na nini, akafungua mlango wa friji, akaweka kichwa chake ndani ya friji na nini. Kale ka ubaridi ka kwenye friji kakamfanya apate nafuu sasa. Mwisho akaja kumtafuta Grace hapa nje mazee. Huku Dede ameshazimishwa kitambo tu, yani ajitambui. Mwana akamkuta Grace amelala getini na nini, ikabidi ambebe kumpeleka ndani sasa. Dokta akaja kumpa huduma ya kwanza bibie na nini, hatimaye bibie akapata fahamu na nini, vitu kaizo mtu wangu. Timi naye akuwa mbali na bibie, alikuwa anacheza karibu tu. Mwisho washikaji wakaamua kuwa marafiki tu. Hapa hakuna penzi, ni urafiki kwenda mbele. Sasa hapa tunamaliza kwa kusema kuwa urafiki mpya ukazaliwa hapa mjini mtu wangu, sio penzi jipya tena. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa My Dear Criminal. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine.